Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Dr. David Morris Kitinusa kutoka hospitali ya LMC ambayo kwa sasa iko chini ya JKCI. Na ukeketaji ni kitendo cha kukata na kuondoa sehemu za siri za nje za mwanamke ambayo haina sababu za kitabibu na kimsingi hazina faida yoyote kwa mwanamke huyu. Na sababu mbalimbali ambazo husababisha hiki ni pamoja na utamaduni wa ibada ya kumtoa mwanajamii kutoka katika kundi la usichana na kuelekea katika kundi la wanamke. Sababu nyingine ni pamoja na mwanajamii huyu kutaka kukubalika katika jamii au kutokukataliwa na wanajamii wenzake. Sababu ya tatu ni pamoja na kupunguza hamu ya tendo la ndoa kwa wanawake katika jamii hiyo, ambayo inaaminika kwamba itapunguza tabia ya uasherati katika jamii hiyo. Tukienda moja kwa moja katika athari za ukeketaji wakati wa kujifungua. Kwanza kabisa, ukeketaji au kidonda cha mwanamke ambaye anakuwa amekeketwa huwa kinapona na kutengeneza kovu inapotokea amenusurika kupoteza maisha yake. Na kovu hili huwa linaleta uchungu ambao unatumia muda mrefu sana kuliko kawaida. Uchungu ambao unatumia muda mrefu sana kuliko kawaida humchosha mama huyu pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo mama anapochukua muda mrefu sana mpaka anapofikia muda wa kujifungua, anakosa nguvu za kumsukuma mtoto huyu, lakini pia mtoto ambaye anakuwa na katika process ya kujifungua pia huweza kuchoka na kuwa katika hatari hata ya kupoteza maisha yake. Athari ya pili ni uzazi pingamizi. Uzazi pingamizi ni pale ambapo uchungu unapokuwa unaendelea, tunakuwa hatuoni matokeo ya mtoto mama huyu kuweza kujifungua na kupata mtoto wake. Na hii hupelekea kichwa cha mtoto kugandamiza sehemu ya uzazi ya mama huyu, na inapogandamiza sehemu hii kunakuwa na upungufu wa damu inayokuwa inaenda katika sehemu hizo. Na sehemu hizo kitaalam, baada ya muda mfupi zinakuwa zinakufa na kupoteza uhai. Hivyo mama huyu akifanikiwa kujifungua vizuri, sehemu hii humeguka, na inapomeguka inatengeneza mawasiliano baina ya mfumo wa uzazi na mfumo wa mkojo, au kwa lugha ya kitaalam tunaita fistula. Fistula hii tunaita urethrovaginal fistula, ambayo inakuwa na mawasiliano kati ya mrija wa mkojo na uke wa uzazi wa mwanamke huyu, ambao kunakuwa kuna mwingiliano wa majimaji ya mwilini au mkojo kuingia katika mfumo wa uzazi. Athari ya tatu ni pamoja na mama huyu kutokwa damu nyingi sana. Kovu hili linakuwa ni kidonda kilichopona na linakuwa na mishipa mingi ya damu inayokuwa imetengenezwa katika eneo la kovu hilo ili kuweza kuponyesha kidonda hicho. Inapotokea kwamba mama huyu amefika wakati wa kujifungua, anakuwa katika hatari ya kuchanika. Anapochanika, hasa sehemu ile la kovu ambalo nimekusha sema lina mishipa mingi ya damu, anakuwa katika hatari ya kutokwa na damu nyingi sana, na hivyo kumweka hata katika hatari ya kupoteza maisha yake. Na hivyo athari kubwa kwa wamama hao wajawazito wanaoenda kujifungua, hasa waliopitia changamoto ya kukeketwa, wanakuwa katika hatari ya kupoteza sana damu nyingi, kupoteza mtoto na hata maisha ya mama huyu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Pia tunawakaribisha katika hospitali yetu hii ambayo ina clinic za madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ikiwemo ya moyo. Na kwa sasa ambapo tunakuwa na madaktari kutoka hospitali ya JKCI, tunawakaribisha sana kuweza kupima na kutibiwa magonjwa yenu hasa ya moyo. Asanteni.